Ketiwe nini hata ikole, haifai kitu ila kutupwa chini na kukanyagwa na watu. Basi ndivyo ameondoka. Atakapofika huko, akikutana na mambo ya kukutana, ni kwamba ni mlokole, sio mlokole, kwa sababu mambo anayoyafanya tofauti na alivyosoma kwamba yeye ni chumvi wa dunia. Bwana sifiwe. Lakini ili Mungu awe pamoja na sisi, tujitambua kwamba tuko duniani na tuko tofauti na watu ambao hawajaokoka. Tumekwisha kuokoka, tumefanyika kuwa sisi jambo ya kuwafanya wengine waje kwa Yesu. Na ili waje kwa Yesu, sisi kwanza tujisamini. Mlokole anajua kwamba ukiokoka basi ni raha. Anasoma Ayubu alijaribiwa. Ayubu alipojaribiwa, lakini hakunena neno lote ovu. Oh, haleluya. Lakini sasa tutakapokutana nayo wewe, sabona uonyeshi kwamba niwahi kupita kwenye pito moja kubwa. Alafu mfariji alikuwa mke wangu. Mwaka 2001 kwa mke wangu. Nilikonda. Majaribu ya ndio unapopita kwenye jaribu utafikiri ni wewe peke yako. Kumbe kila mtu akikusimbia jaribu lako utamuonea huko. Mapito yapo watumishi wa Jehova. Unapokutana naye muamini Mungu aliyekuokoa. Biblia inasema kwamba ukiwa kwenye tukio, kwenye jaribu, kwanza jikague. Je, hili ni jaribu au kuna mahali nimemkosea Mungu? Maana kuna fimbo ya Mungu, kuna jaribu. Alafu kuna laana ya dhambi. Yaani dhambi inaweza kufanya upite kwenye mapito magumu. Mungu hayupo huko, wala hakuruhusu, ila dhambi yako imeruhusu, imekusababishia. Alafu kuna pito ambalo Roho Mtakatifu amekuandaa, hukutaka ukubali. Alafu ndipo najiingiza. Alitaka kuandaa. Ndio maana kosa sana mtumishi wa Mungu, Roho Mungu akikwambia jambo kupuuzia. Roho Mungu anakuambia ingia kwenye maombi, omba. Ingia kwenye maombi. Sema sasa hivi nimetimbwa mna na vibarua. Pendwa. Ingia kwenye maombi, nimetimbwa. Tena tena kama anakuambia funga, sema piga magoti, muombe Mungu. Nimetimbwa. Usingizi mtamu. Alafu najikuta umeingia kwenye bonge la jaribu. Bonge. Alafu nasema Mungu, kwa nini unaachia jaribu kwangu? Sio Mungu ameacha, wewe mwenye mzembe. Hukuwa mtii. Hukulifuata neno la Mungu linavyokutaka. Ndio maana majaribu ya Mungu ni machache kuliko yale ambayo tunajaribiwa kwa tamaa zetu si wenyewe. Maana yake pengine ukajaribiwa kwa sababu ya uzembe wako. Kwa sababu hukumtii Roho Mtakatifu. Ukajikuta umeingia kwenye maumivu makali. Alafu Mungu hayupo na wewe. Alafu pia tusome pale 25. Anasema lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Atakayetazama sheria ya Mungu. Siku moja Mungu anamwambia Yoshua. Soma pale sura ya 1, sema Yoshua. Kitabu hiki kisitoke kinywani mwako. Kitafakari usiku na mchana. Ndivyo utakavyofanikiwa sana. Bwana sifiwe. Ndivyo utakavyofanikiwa sana. Asili ya sheria ya Mungu utakapoifuata kama ilivyo, ndivyo utakavyofanikiwa sana. Soma Yoshua pale sura ya 1. Mungu anamwambia Yoshua, kitabu hiki kisitoke kinywani mwako. Tafakari usiku na mchana, ndivyo utakavyofanikiwa sana.
Yoshua anamsikiliza Mungu. Asili ya sheria ya Mungu huwa haitutaki tuishi katika maisha ya machozi na maumivu makali. Soma pale mstari wa 9. Amen. Mstari wa 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Hayo ni maneno ya Mungu. Mungu mwenyewe anaongea na Yoshua. Ameanzia pale moja. Asili ya sheria ya Mungu ukiifuata kama ilivyo, watumishi wa Mungu, inatufanya kusitawi. Kanisa tunapoteza sura ya Mungu kwa sababu ya kutokuziangalia sheria za Mungu kwa kuzifuata kama inavyotutaka. Kila mwanadamu yuko bize kwa viwango vya juu. Matokeo yake tunajikuta tunaingia katika hali ya kutokumpendeza Mungu. Bwana sifiwe. Tunahitaji kuwa na maisha ya kumtii Mungu na kulitii neno lake na kutii sheria zake. Hebu angalia Mwanzo 15 mstari wa 6. Mwanzo 15 mstari wa 6. Amen. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Endelea pale, kasome pale mstari wa 12. Na jua lilipokuwa. Hebu anzia 8. Rukia 8. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwana njiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake. Ila ndege hakuwapasua. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza. Jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu. Hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakaowatumikia nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Ikawa jua lilipokuchwa likawa giza. Tazama, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Malizia 18. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka mto mkubwa wa Frati. Amen. Andika pa 19. Tasoma kwa wakati wake. Sasa habari ya imani. Abrahamu, wakati Mungu amemtoa katikati ya ndugu zake, nchi ya mbali, amempeleka katika nchi anayomtaka aende. Abrahamu hakuwa na mtoto. Habari ya imani. Mungu akamwambia, utakuwa na watoto wengi. Nitaaminije jambo hili? Maana mstari wa 5 na wa 4 Mungu alimwambia toka nje. Alipotoka nje akamwambia angalia juu. Alipoangalia juu akaziona nyota. Asema ndivyo utakavyokuwa na uzao. Sasa hapa mstari wa 7
anabisha kwamba pamoja na hayo Mungu nitaaminije? Mungu akasema basi niandalie sadaka ili niweke agano pamoja na wewe. Imani yenye matendo. Mwanangu mmoja alifundisha somo moja, asema unapoomba baraka nini ili akubariki. Bwana sifiwe. Mungu akasema niandalie sadaka nizungumze na wewe. Tumekwisha kuokoka. Tunahitaji kujua kwamba uzima wetu na uhai tulionao uko mikononi mwa Mungu, na Mungu anatutaka tuwepo katika imani yenye kumpendeza. Bwana sifiwe. Abrahamu amekaa nchi ya ugeni, yametajwa mataifa karibia mataifa 6